Kwa majina anaitwa Simon Sangale Ole Nasieku, katibu mkuu wa chama cha Democracy for the Citizens Party ambao ni DCP, kinaongozwa na our party leader Rigathi Gachagua. Siku ya leo, jioni ya leo, baada ya kutoka katika uzinduzi wa chama rasmi cha DCP pale mjini Nairobi, nimekuja mahali hapa ili kuweza kuwatangazia wakaaji wa Nakuru, over 2.5 million residents of Nakuru County, ya kwamba mimi Simon Sangale Ole Nasieku, ambaye I was a chief campaigner wa ile chama cha Udaku Party ambayo UDA, chama ambacho kimekuja kudisappoint Kenyans sana, na ni chama ambacho hata kufikia siku ya leo nimesikia ile system ya Office of the Registrar of Political Parties kuna jam, kwa sababu mamilioni ya Wakenya wanaondoka katika chama kile cha Udaku, ile chama ambao huwa mimi nasema kwamba ni mkebe wa Blue Band. Ilikuwa na Blue Band zamani, watu wakakula wakatafuna wakatuachia mkebe. Mimi siku ya leo nimeweza kuresign kutoka kwa chama hiki. Hii ni chama ambacho has disappointed Kenyans, kilitunyang'anya mpaka 20,000 ya nomination wakati wa uchaguzi, na siku ya leo ninasema hivi. Ninahuzunishwa sana, kwanza sana na matamshi ambayo yametoka pale katika eneo la Elbagon. Pale kulikuwa na mazishi ya wale watu walipata ajali, na sisi tunawaambia familia zao pole sana kwa majonzi ambao mnapitia wakati huu. Tumeona kwamba kuna ule aliyeteuliwa, si ati appointiwa president, ule anajiita deputy president ambaye ni mtu wa soprano, na pia ule ambaye ni governor ambaye amekuwa kama vile mbunge mmoja wa Bahati alisema wakati mwingine, mama wa kaka kiherehere. Wengine wanasema 10 bila break, si tunasema ni kiherehere bila break. Siku ya leo ningependa kukuambia hivi. Wewe governor, tafadhali keep off from Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua is not your league. Wewe uko katika ligi ndogo sana. Kuwa governor si kumaanisha kwamba unaweza jifananisha na Rigathi Gachagua. Wewe tunakuambia you are a one term governor ukielekea Texas. Na huyu rais wako Kasongo is a one term president akielekea kule Sugoi. Na mjue siku ya leo it is the beginning of the end for UDA and Kenya Kwanza regime. Kwa sababu kuanzia siku ya leo it has given birth to a new movement, the People's Movement. Watu wa kusikia ground, wa Kenya wa kusikia ground, siku ya leo wameamua kwa kauli moja ya kwamba chama cha DCP ndio chama kitakachoongoza katika kukomboa Kenya kutokana na minyororo ya miaka ambayo tumekaa katika hiyo miaka 2.5 ya mateso, kusiaga meno, kusononeka. Walisema bottom up, walisema mama mboga, walisema mambo ya bodaboda. Hayo yote was false promises. Hata governor Susan Kihika, wewe ambayo sasa hivi umekuwa ni mtu wa kiherehere bila break, promises zako zote ulizoahidi, except kwa hii moja ambayo unasema unajiita mama twins, that is the only promise ambayo umefulfill. Ningependa kukuambia siku ya leo, na usikie vizuri sana, Rigathi Gachagua, wakati ulishindwa kufanya campaign Njoro, ukashindwa kufanya campaign Molo, ukashindwa kufanya campaign Subukia, ukashindwa kufanya campaign paka Naivasha, yule kiongozi alitoka Nairobi kuja kupembeleza Wakikuyu kwa sababu walikuwa wamekukataa wewe, ni Rigathi Gachagua. Mpatie heshima kama kiongozi. Pale Njoro tulikaa katika shamba pale Njoro, akazungumzia Wakikuyu mpaka wakakubali kukuchagua. Kule Naivasha ulikuwa umekataliwa kwa sababu ya ile kazi ulifanya mbovu ya nomination ya kujaribu kuibia kura Jane Kihara ili yule mtu yako Kihage apate kiti ya nomination. Ilibidi Rigathi Gachagua apembeleze Wakikuyu. Kule Subukia hatujasahau vile ulikuwa unafanya fitina kule. Ilibidi Rigathi Gachagua kuja mahali pale mpaka Molo. Huko ongeza kuongea Molo hadi Rigathi Gachagua kuja mahali pale. Wewe umesema kwamba Rigathi Gachagua is a tribal leader. Wewe wakati ulipatiwa nafasi za nominations ulipatia madada zako Nakuru, Laikipia, na bwana yako pengine akapatiana kule mjini Nairobi. Rigathi Gachagua tumeona hii list yake vizuri sana katika mitandao. The party leader ni Rigathi. Deputy party leader Cleophas Malala. Yule ambaye ni secretary ni mtu kutoka Kisumu. Huko na mtu ya Kisii, huko na mtu ya Migori, huko na mtu watu hata paka watu wa Nakuru wamepata akina Mbae. Wewe ni nini unataka kutuambia? Tafadhali keep off. Wewe umekuwa governor ambaye amepotea mji wa Nakuru zaidi ya karibu miezi 6. Tumesikia kesi za Rich Otieno aliuliwa, na umekuwa na mbunge wake leo mkipiga fitina ya Rigathi Gachagua. You have never spoken against the murder of Richard Otieno. You have never spoken against the murder of even Brian Odhiambo. You have never spoken about the disappearance of Mercy Chebngeno kule medical.
Ule daktari aliuliwa last year anaitwa Langat, Dr. Langat. You have never spoken. Abductions ya watoto. Wale watu walisumbuliwa medical mpaka wakaweza hata kunini, watu wanafukuzwa usiku wanalala kwa viwanja na baridi. War Memorial uliua War Memorial. Hii town imejaa drainages ambazo mvua ikinyesha watu wanabebwa na maji. Tumeona kesi za drainage. Umechimba mabarabara CBD imekuwa kama ni makaburi umechimba ambapo hata magari na pikipiki haziwezi kupita. Mahospitali, you have failed even to equip the hospitals. Umepractice nepotism, umepractice tribalism, umepractice witch hunt. Hata wale wafanyikazi they are competent umekuwa ukiwatesa. Ningependa kukuambia Governor Susan Kihika na huyo Mr. Soprano na rais wako Kaongo, katika ule ukuta kama Biblia vile huwa nasema kila wakati umeandikwa mele tekele perish. Siku zenyu zimehesabiwa na imesemekana kwamba in the next 2.5 years nyinyi wote mnaenda nyumbani. Yule Soprano anaenda kule kwao sijui ni Tharaka Nithi. Yule ambaye ni rais anaelekea Sugoi. Na wewe utaelekea Texas, Dallas ambapo umekuwa katika karibu miaka 27. Kwa hivyo mimi ningependa kusema hivi, watu wa Nakuru, tafadhali siku ya leo kama mtu bado ako kwa ile chama ya mkebe ya Blue Band ya Udaku Party, ondokeni mara moja. Just press *509#. Utaona ile maelekezo from the office of the political parties. Mwanze kuondoka. Mimi tayari nimeondoka. Mimi yangu ni official because I am a very influential person. I was among the chief mobilizers wa huyu governor ambaye ameanza madharau madogo. Anasema kwamba ati Rigathi anapeleka watu kwa kichaka. Anasema kwamba Kindiki anasema ati Rigathi anapeleka kwa watu wa kichaka. Sisi umesahau ndio yule alikuja kututetea sisi kama business community. Akaambia Lee Kinyanjui tutakutoa mjini tukupeleka kwa kichaka ndio matatu na wafanyabiashara warudi town. Na wewe unaanza kuongea the same language. Kiburi hii. Pride comes before a fall. Governor Susan Kihika, sisi hatutakuogopa tena. We are not fearing you. As the Secretary General of the DCP, ninasema kwamba all the aspirants from the governor, the senator, the women rep, the MCAs, they are about 270 already who have registered to be aspirants. Tutakutana next week. Now we are starting a movement ya kuhakikisha kwamba Governor Susan Kihika is a one-term governor. Na sisi tutakuhakikishia kwamba yale maovu yote unaweza kuwatendea watu wa Nakuru mpaka kumaliza kama hospitali kama War Memorial. Wewe mwenyewe you have the benefit of an insurance ya kuenda kule katika Texas. Hawa watu wengine wanazalia kwa barabara kule Kurosoi. Huonei huruma. Wewe tu kazi yako tu ni kuzunguka. Already you have set aside a kitty of 1 billion shillings. Hiyo tunajua. Ati ya kwamba ni ya kupatiana makanisa milioni moja every Sunday utakuwa unaenda kwa makanisa unapatiana 1 million. Pia kuna hii program unaweka ati empowerment. Hiyo najua ni campaign unatumia pesa. Tafadhali naambia watu wa makanisa. Nyinyi watu wa makanisa tafadhali, mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana. Tafadhali watu wa makanisa, hii pesa mnapatiwa milioni moja. Tafadhali msichanganyishane na sadaka na fungu la 10. Mtaanza kuona watoto wanagonjeka, mapasta wanaanza kuwa bubu. Makanisa yanaanza kupigwa na upepo yanaanguka. Mkichukua hii pesa mjue vile mtatumia, lakini msichanganye na sadaka na fungu la 10. Na wale watu wanapatiwa 300 walianza na kule katika eneo la Naivasha, wakaenda kule katika eneo la Visoi, wakaelekea kule Subukia, nasikia walidhulumu watu wakawapunguzia pesa. Ningependa nyinyi ambao ni wakaaji wa Nakuru, kuna pesa zinakuja karibu 700 million zimewekwa kando za kuhonga watu ili kwamba nyinyi mumchague huyu one-term Dallas Texas governor ambaye is a citizen of America and a citizen of Kenya. Na katiba ya Kenya imekataa. How can you be a citizen of America and a citizen of Kenya and you are the governor of Nakuru? Allegiance yako iko kwa America ama iko kwa Kenya? Watu wa Nakuru tafadhali, tumeamua hatutazika ndovu na pembe. Ngoeni pembe zote, lakini ikifika 2027 ni kusikiza ground. Kuanzia governor tutasikiza ground. Senator tutasikiza ground. Women rep tutasikiza ground. MPs wote tutasikiza ground. MCAs wote tutasikiza ground. Na sisi tuwe nyuma ya Riggy G, our party leader. Na wale watu ambao mko kwa vyama vingine na mnajificha na Riggy G, siku yenu imefika mwisho. Either you are in DCP ama wewe unajificha kwa chama kingine. There are a few elected leaders unajua they can lose their position because we need them to be there. Hatutaki by elections zingine zifanyike. Lakini kuna wengine wanajificha. Wakijifanya wako kwa vyama vingine na wanajificha kwa chama yetu ya DCP. We are giving you a warning. Either you are in DCP ama uwe kwa chama kingine ambacho kitakweza kukukalisha mahali pale. Mimi kama Simon Sangale Ole Nasiekwa, I'm very angry.
Hata vile ambavyo our party leader alifanyiwa kule katika headquarters siku ya leo juu ya launch, that was an unfortunate incident. Kwa nini goons watolewe kule Kibira wakuje kuwavamie even our party leader na viongozi wengine? Raila Odinga, tafadhali, wewe najua unakulia damu ya Gen Z na bado unaendelea kukulia damu ya Gen Z. Wacha kutumika vibaya na Kasongo kwenda kuvuruga hii Rigiji our party leader. Na anaomba kwamba vijana kuanzia siku ya leo, hata Rigiji anakuja Nakuru mwezi wa 6 na tunapanga kuja hapa Nakuru atembee for even 3 days. Na sisi kama vijana wa Nakuru hatutakubali upumbavu kama ule umefanyika pale kwa party headquarters. Mtu ajaribu kutachi Rigiji, utaona kichapo cha umbwa katika maisha yako. Kwa hivyo mimi nasema governor, tafadhali, na huyo mwajiri wa rais ambao ni Kindiki, keep off from our party leader Rigathi Gachagua. Yeye si rank yenu. Yeye hii cabinet yake ama point very well all the communities, na unasema ati ni mtu wa ukabila. Nani mkabila kama wewe? Tribalist, unaandika watu wenyu, unaandika madada zenyu na ndugu zenyu. Wengine kama kina Aston, kazi yao huko ndio tulikuwa nao chief campaigners, kazi yao ni kuimba tu 10 bila break. Na wewe kule hakuna kitu mnawakumbuka hao. Sisi tulikuwa chief campaigners, mlitupuuzilia mbali, mkatudharau, mkatukejeli. Sasa tumepata nafasi mahali tumekubalika chama cha DCP, na wale wote waliweza kuwa kataliwa wakadharuliwa na wako nje katika hii chama cha udaku, chama cha ambacho ni cha Mkebe wa Blue Band. I welcome you back even to the DCP, mujiregister na ili tuweze kujenga a very big movement. We are making the next government from the national to the county. We are making the next government. Nobody should doubt about that. We are making the next government. Na tafadhali watu wa makanisa na wananchi ambao mtapatiwa 300 na wakanisa milioni 1, don't mix that money na pesa ya nyumbani ama ya biashara. Asante.